hata tukielekea kwa mijenzi ama mijengo ama infrastructure ya uchumi, tulikuwa kwanza tuweke nyumba yetu in order. Na kuweka nyumba in order ni kwanza kujua ya kwamba Kenya haitachotwa. Kenya inalipa madeni yake bila kukushwa, na hiyo ndiyo kazi tulianza kwanza, kuweka Kenya katika laini nzuri, especially kwa maneno ya madeni. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu anatusaidia, na nimeona hata leo nikikaa hapa mnatuombeana, Mungu ametuwezesha, tumeweza kukarabati mambo mengi yenye Kenya pengine ingezama. Na katika mambo ambayo pia tunafanya after kustabilize hiyo uchumi yetu, Rais akatuagiza kama mimi nikiwa budget committee ya kwamba tukifanya maneno ya budget tusifanye tu maneno ya kusoma kwa gazeti ati Kenya inaenda mbele kwa kiuchumi. Tufanye mambo ambayo inaweka pesa ya Wakenya kwa mfuko. Tufanye mambo ambayo inaguza Wakenya wengi. Na mimi ningetaka niwaeleze kama wadosi wetu katika hayo, bajeti ambayo tuko nayo ya nchi kwa saa hizi ni bajeti ya trilioni 3.9, lakini kwa hiyo mingi over 1 trillion shillings inaenda katika kulipa madeni. Lakini number 2 after that, ile pesa ambayo tunapeana kwa uzito sana ni pesa ya elimu ya watoto wa Kenya. Na katika hiyo bajeti ya 3.9 trillion tumeweza kuweka 700 billion Kenya shillings ambayo inaenda katika elimu ya watoto wa Kenya. Na katika hiyo elimu ni maneno ile mnajua ya primary school, ya secondary school, ile tunaita basic education. And I am happy to report to you as our bosses ya kwamba hata mashule zikifunguliwa Januari, already tulikuwa tumeshatuma pesa katika mashule, kwa sababu tuko na nia ya kushikilia elimu ya watoto. Na hii tunafanya kwa sababu mimi mkiniona hapa nimevaa koti mbele yenu, ni Mwenyezi Mungu amenijalia kufika hapa, na haswa akipitia elimu. Mimi my father alikuwa carpenter, alikuwa anakaa hoteli ya Thika inaitwa Kiatutu. Hoteli ya Thika inaitwa Kiatutu, hapo ndio my father alikuwa anaishi. Na alikuwa mimi nikimtembelea ile nyumba alikuwa nayo, nilikuwa naona ile kitu inafanyika nje yote, na sio kioo, ni ile mianga ilikuwa katika hiyo nyumba. Na kwa hivyo tumejua ya kwamba kupitia elimu na masomo, watoto wengi kama sisi tukikuwa wachanga, Mungu anaweza waonekania akipitia elimu, na huyo mtoto akiwa kwa manufaa kwake mwenyewe, kwa jamii na kwa nchi. Na katika hiyo maneno ya elimu pia tumesema after basic education tumeongeza pia pesa ya JSS, ndio wazazi wasiendelee kulipa pesa mingi katika JSS. Na pia tumeweka pesa katika higher education, katika health, so that wale wanahitimu kwenda universities and colleges wapate kupata masomo yao bila wazazi wao kuteseka sana. Katika bajeti ambayo ya pili tumeweka pesa ya juu zaidi ni bajeti ya ukulima, na tunaangalia ukulima, sio ukulima peke yake, ile tunaita primary production. Primary production ni ukulima, ni fisheries na ni mining. Na katika hayo tumeweka fedha ya kutosha ya kushikilia wakulima. Mnajua fertilizer sasa tumepunguza bei kabisa. Mnajua ya kwamba pia kama ni wakulima wa pamba tumewapea hata mbegu, na wale wako wanakuza mpaka kahawa na miwa na vitu zinginezo, serikali imewashikilia. Na katika supplementary budget tumetengeneza juzi, najua Muhoroni sio bado kutoka hapa, tuliweka pesa ya wakulima wa miwa ambao wenye wanadai pesa mingi sana ambayo ni madeni. Tuliweka pesa over 1 billion Kenya shillings ya kulipa wakulima wetu, so that pia wao walipo ile pesa wanadai na factories na wapate nafuu, na wapate ya kwamba ukulima wa miwa ni biashara kwao, lakini sio slavery. Na tukifanya hayo yote pia, ningetaka niseme iko miradi mingi ambayo imekwama. Najua pia hapa Kisumu County, hata kwetu kule Mount Kenya imekwama. Kuna miradi imekwama mingi ya barabara, na ile kitu ilifanyika ni kwamba, mnajua tukielekea katika kampeni, kama mtu amekalia kiti, you can easily fall into a temptation of overcommitting. Tukakuwa serikali na overcommit pesa mingi sana
ya maneno ya infrastructure more than we could afford. Na sasa hiyo ikaleta maneno ya jam katika ujenzi wa mabarabara na miundo msingi. But I want to assure you, iko pahali kote Kenya ambayo kuna tatizo hiyo kidogo, lakini hiyo najua tukiendelea next budget cycle tutarekebisha hapo, so that all the roads ambazo zimekoma hapa Kisumu na Kenya yote tuzikwamue, so that pia miundo msingi iendelee kukaa vilivyo. Na ningetaka mnisikize hapa kwa makini, mnisikize kwa makini. Mimi ni rafiki ya president wetu na mnajua haya, na wacha niwaeleze ikiwa hapa mbele ya baba wetu, rais wetu anatambua Mkenya wote kama anakusanyisha wote. Rais wetu anatuambia hata tukiwa budget committee, in the allocation of our resources, we do not look at where people voted. We look at Kenyans as one compact country, because all Kenyans pay taxes. Na kwa hivyo mkiwa hapa kujua ya kwamba serikali yetu tukiongozwa na president wetu His Excellency William Ruto na makamu wake, sisi hatubagui wa Kenya. Kama ni ugawaji wa pesa ya budget, vile tunagawa ya kaunti zingine zote, ndio tunagawa katika kaunti zile zingine zote. Pesa tunagawia all the 47 counties. We look at Kenyans as all deserving Kenyans, kwa sababu Wakenya wote wanalipa kodi. Na kwa hivyo hii nasema kwa sababu nimesikia ile na mfumo majority leader anaomba. Wacha nikueleze mbele ya hawa wadosi wetu, hata hufai kuomba, unafaa kuitisha, kwa sababu nyinyi wananchi wa Kisumu mnalipa kodi kama vile Wakenya wengine wanalipa, na rais wetu anatambua hayo na anatuambia hataki ukabila katika ugawaji wa pesa ya umma. So I can assure you, hiyo yote itaendelea kuwa hivyo, so that Kenya can develop equally and we can have shared prosperity across all the facets of our country and across all the regions of our country. Na ingine yote ambayo imesemwa na waheshimiwa, mimi nimeyasikia. Na kama hamkujua Wakristo wenzangu, kuna yule MC ameongea hapa juzi. Hii kama bado wako anaitwa Nyasuna. Ameongea hapa, lakini naona huyu, unajua ameongea hajitambulishi. Huyu mkiangalia hata sura mnaona ni mtu mnajua. Kwa sababu huyu ni kaka wa gavana wetu wa Homa Bay, anaitwa Gladys Wanga. Huyu ni kaka yake. Ukiangalia hata mapua ni ile. Hata sura ni ile tu. Na ni ndugu yangu. Tulisoma na sister yake huyo gavana kule Kenyatta University. Tukasoma pia na kaka yake mwingine anaitwa Robert pale Kenyatta University, na nimefurahi kuona vile Gladys Wanga alikuwa anakuongoza maneno ya kanisa. Sio yeye tu, kwa familia, hata wewe unashiriki katika kazi ya Mungu. Asante sana ndugu yangu. Mimi sina mengi, ni kusema tu mimi nimefurahi sana kuwa hapa Kisumu na kuwa hapa Nyakach na tena